Maana ya maono ni kuona picha ya wakati ujao sasa. Kama unaandika ndio tunaendelea hivi. Kuona picha ya wakati ujao sasa hivi. Ndio maana ya maono. Kusudi ni sababu kuu ya kitu kuwepo au ya mtu kuwepo. Kusudi au katika sehemu nyingine wanatamka neno utume au kusudi. Tutumie neno kusudi kwa sababu tunazungumzia mambo ya vijana. Tungekuwa tunazungumza mambo ya taasisi, ningetumia neno utume. Lakini kwa sasa hivi tunazungumzia kusudi. Kusudi ni sababu kuu. Ni sababu kuu. Hilo neno kuu lina maana yake. Yaani ningeweza tu kusema ni sababu ya kitu kuwepo au mtu kuwepo, lakini nimeweka ni sababu kuu ya kitu kuwepo. Kwa maana yake mtu anaweza akaishi kwa sababu tofauti tofauti ya yeye kuwepo kuishi, lakini inaweza ikawa sio sababu kuu. Ni kama vile kwenye mti kuna mizizi. Kuna mizizi ambayo midogo midogo, kuna mizizi ambayo mzizi mkuu ambao ukiukata ule mzizi mkuu mti hauwezi au mmea hauwezi ukaendelea kuishi, kwa sababu ule ndio ambao umebeba sababu kuu ya ule mmea kuweza kuendelea kuwa na maisha. Kwa hiyo kwa maana nikasema ni sababu kuu. Ni sababu kuu. Sasa kijana kama kijana ni lazima aweze kutambua kusudi la maisha yake. Kusudi la maisha yake. Kusudi la maisha yake. Na hilo kusudi halipatikani kwa namna yoyote ile isipokuwa kwa Mungu kukuonyesha au kukufunulia hilo kusudi. Kusudi hilo halipatikani kwa namna yoyote isipokuwa kwa yule aliyekuumba. Ndio anajua wewe kusudi lako ni lipi. Kusudi kitu ambacho kinatusaidia kuifikia kesho yetu au kuifikia maono ambayo tunayaona ni kuwa na imani. Ni kuwa na imani. Hiyo sitaisoma, ni Waebrania 11 mstari wa kwanza tunafahamu. Kuwa na imani. Kwa hiyo unapoiona kesho, unapoona wakati ujao ukiwa sasa, maana yake lazima kuwe kuna daraja la kuunganisha kati ya leo yako unayoiona leo na kesho yako. Hilo daraja ni imani. Lazima uwe na imani kwamba nitafika hiyo kesho ambayo Mungu ananionyesha. Unajua Mungu anapokupa kutambua kusudi la maisha yako, mara nyingi huwa ni ngumu kuamini. Ni ngumu kuamini. Fuatilia kwenye Biblia watu wote ambao walitambua makusudi yao waligoma, walikataa, walisema hapana, mimi siwezi kufanya hichi ambacho Bwana unanisemesha. Mfano, kusudi la Musa lilikuwa ni kuwaondoa wana wa Israeli kutoka katika nchi ya utumwa kwenda katika nchi ya ahadi. Lakini wakati Musa anaambiwa na Bwana kwamba sasa nimekuchagua,
akaonyeshwa zile ishara zote, sijui kijiti kinateketea moto. Akawa anauliza, sasa nikienda mimi nitasemaje, nani aliyenituma? Anamwambia niko ambaye niko. Unapogundua kusudi la maisha yako, maana yake yani ni lazima liwe kusudi la ile picha lazima iwe kubwa kuliko jinsi unavyojiona sasa hivi. Ndio maana ni lazima kuwe na daraja la imani. Waebrania 11 mstari wa kwanza unasema, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Tumesema maono ni kuona picha ya wakati ujao sasa. Imani anazungumza katika Waebrania 11 mstari wa kwanza, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Kwa hiyo ni jambo ambalo unaliona kesho yako, lakini unaiona sasa. Ila daraja litakalo kufikisha pale mpaka kuifikia hiyo kesho yako, kuifikia hilo kusudi. Kwa sababu kusudi linaweza likachukua hata miaka 30 kutimizika. Kwani kusudi la Yesu kuwepo duniani alilitimiza baada ya muda gani? Baada ya miaka 33 na nusu. Si ndio? Alianza huduma akiwa na miaka 30. Akafanya huduma kwa miaka 3 na nusu. Kwa hiyo tangu anazaliwa Yesu anafikisha miaka 12. Miaka 12 kwa Wayahudi ilikuwa ni kijana, unaanza kufundishwa kazi za mikono. Ndio maana hivyo kufikisha miaka 12 akaanza kufundishwa kazi. Seremala akaanza kufundishwa. Kwa akienda hekaluni wanaenda naye. Ameshaanza kufikia umri fulani wa kuanza kuzoeshwa kufanya hivyo vitu. Lakini amekuja kulitimiza kusudi baada ya kufa. Hiyo la ukombozi wa mwanadamu. Miaka 33 na nusu. Naishi duniani, lakini imani ndani yake inamsukuma kwamba kuna kitu ninachokiendea, lazima nitakitimiza. Haijalishi anayokutana nayo, haijalishi mara anafanywa hivi, anafanywa viaka, anafanywa hivi, lakini ile imani ndio ambayo inamsukuma kuendelea mbele. Kwa hiyo kwa kusema hivyo ni kwamba wewe haukuumbwa ili uwe mtu wa kawaida. Yaani mimi na wewe hatukuumbwa tuwe watu wa kawaida. Yaani tuishi tu kawaida. Kawaida tu, yani tunaishi, tunaamka tu kawaida. Hatukuumbwa tu watu wa kawaida. Tuliumbwa kuwa watu ambao wamebeba kusudi maalum. Na unaposhindwa kutimiza kusudi hilo maalum, hautapata, kuna kitu kinaitwa satisfaction. Maana yake ni nini kwa Kiswahili? Utosheki. Kila mtu hapa ana kusudi ndani yake. Linaweza likafanana na mwingine au linaweza lisifanane. Narejea sasa kwenye ile jibu aliyojibu ile kaka, akasema kwamba inawezekana kuna kitu fulani hakijafanyika hapa kanisani, lakini ukapata maono, si ndio? Kitu fulani kipya. Unaweza ukawa na kusudi ambalo linafanana na la mwingine au linaweza lisifanane na mwingine. Na ndio maana ni muhimu sana kuchagua marafiki sahihi. Kwa sababu ukichagua marafiki ambao sio sahihi, inawezekana nyinyi makusudi yenu ni mawili tofauti. Huyu anaamini hiki, huyu anaamini hiki. Ukachelewa. Unaweza usifikie au unaweza ukachelewa katika kufikia lile kusudi lako. Kwa hiyo kusudi la Mungu ndio ambalo linatoa utoshelevu. Ndio ambalo linatoa utoshelevu. Kwa hiyo kila mmoja ana upekee wake.
kila mmoja ana upekee wake. Duniani sasa hivi kuna watu zaidi ya bilioni 6. Zaidi ya bilioni 6. Lakini hichi kiganja cha mkono kila mtu ni tofauti, yani hakiwezi kulingana na mtu mwingine. Tunatumia fingerprint fungua simu. Pamoja na kuwa na duniani kuna watu bilioni 6 na zaidi, lakini hakuna mtu ambaye ana fingerprint ambayo inafanana na ya mtu mwingine. Hiyo inakuonyesha kwamba tumeumbwa kwa upekee. Kwa hiyo lazima tujitambue kama kijana ili tuweze kufikia lile hatima ambayo Mungu ameweka ndani yetu. Yohana 18 mstari wa 37. Yohana sura ya 18 mstari wa 37. Biblia inasema hivi: basi Pilato akamwambia, wewe mfalme basi? Anamwambia Yesu. Yesu akajibu, wewe wasema, kwa kuwa mimi ni mfalme. Mimi nimezaliwa kwa ajili ya haya, na kwa ajili ya haya mimi nalikuja ulimwenguni, ili nishuhudie kweli. Kila aliye wa hiyo kweli kunisikia sauti yangu. Nataka usikie vizuri kauli anayosema Yesu. Anasema mimi nimezaliwa kwa ajili ya haya, na kwa ajili ya haya mimi nalikuja ulimwenguni ili nishuhudie kweli. Kwa maana nyingine, Yesu alikuwa anamwambia Pilato kusudi la maisha yake. Nimesema kusudi ni sababu ya kuwepo kwa jambo au kitu au mtu. Yesu alipokamatwa na Pilato, anasema unasema unaleta ghasia mji mzima, unasema wewe ni mfalme, wewe ni mfalme wa Wayahudi. Unapata mamlaka gani ya kusema wewe ni mfalme wa Wayahudi? Kwa sababu Yesu aligundua kusudi ambalo amelibeba, sababu ya yeye kuja hapa duniani. Anasema kwa hilo nilizaliwa, yaani nimezaliwa kufanya haya ambayo unaniambia nisifanye. Kwa hiyo kwa namna yoyote siwezi nikaacha kufanya, kwa sababu niko katika mbio za kutimiza kusudi. Sawa. Twende Yohana 19 hapo mbele tu 30. Yohana 19:30 anasema, basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki alisema imekwisha, akainama kichwa, akaisalimu roho yake. Alisema imekwisha. Yaani raha ya kutambua na kuishi kwenye kusudi, ukimaliza unakuwa na amani kwamba kazi yangu nifanya nini? Ishi. Yaani unakuwa na amani. Unakuwa na amani moyoni mwako. Hauogopi kufa. Hauogopi kustaafu. Mtu aliyebeba kusudi la Mungu huwa hastaafu, ila huwa anaimaliza kazi. Kustaafu ni kwa sababu tu umeajiriwa. Pia umri fulani ni lazima ustaafu. Kusudi la Mungu halina umri wa kustaafu. Kusudi la Mungu muda wake umefungwa na kulitimiza lile kusudi. Hayo ndiyo maneno ambayo anasema mtu ambaye amebeba kusudi. Anapoimaliza kazi yake, anasema sasa nimekwisha. Ile ambalo Mungu umeliweka ndani yangu, ile ambalo umenibebesha, nimelimaliza. Sina deni. Kila ambacho umeniambia nimekifanya. Hiyo ni kusudi
kusudi la Mungu. Kutambua kusudi la Mungu. Kwa hiyo watu wote waliotambua kusudi la maisha yao, walioishi hapa duniani, hata walipokufa bado maisha yao yalikuwa yanaongea. Bado maisha yao yalikuwa yanaongea. Yaani haupotei tu duniani, lakini maisha yako, kwa sababu umeishi katika kutimiza kusudi, historia yako inaongea, inabaki katika mioyo ya watu. Ni kama vile maisha ya Yesu. Leo ni takriban miaka 2000 lakini bado Yesu anazungumzwa kwa vizazi na vizazi mpaka milele, kwa sababu ya kile ambacho aliamua kukiishi au kulitimiza lile kusudi. Matendo ya Mitume 17 mstari wa 6. Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari wa 9. Ile inasema, Matendo ya Mitume 17 mstari wa 9. Nao walipokwisha kumtoza dhamana Yasoni na wenziwe, 17 mstari wa 6, sio 9, 6. Na walipokosa mbele ya watu, na walipowakosa wakamkokota Yasoni na baadhi ya ndugu mbele ya wakubwa wa mji, wakipiga kelele wakisema, watu hawa waliopindua ulimwengu wamefika huku nao. Hawa ni watu walioamua kuishi kwenye kusudi. Biblia inasema watu hawa waliopindua ulimwengu wamefika mpaka huku. Unapotambua kusudi, unapotambua maono, yanakupa nguvu na yanakupa passion. Unasema passion ni yule wito, yani unakuwa na wito, wivu mkubwa wa kufanya kitu. Passion inakupa nguvu na passion ya kuweza. Unapokuwa na maono, unapotambua maono, inakupa nguvu, inakupa passion au ule msukumo mzito wa ndani wa kuweza kulitimiza kusudi la Mungu, kwa sababu maono ni picha ya mwisho ya kusudi. Yaani maono na kusudi vinaenda pamoja. Kwa hiyo maono ni ile picha ya mwisho ya kusudi. Unapoiona picha, inakupa nguvu ya kuendelea kuishi ukiitazamia ile picha ya kwamba ipo siku nitaitimiza. Usipoiona picha, maana yake unakuwa unaishi bila matumaini. Kila njia ambayo iko mbele yako ni njia sahihi kwako ya kuweza kwenda. Chanzo kimoja cha kuweza kutambua kusudi au maono. Unawezaje kutambua? Unawezaje kutambua kwamba mimi Mungu ameweka kitu hiki ndani yangu? Unawezaje kutambua? Jambo la kwanza ni kipawa na karama. Hiyo ni njia mojawapo ambayo ni rahisi tu ya wewe kutambua kusudi la maisha yako. Mithali 18:16. Kama kuna mtu amepata anaweza kusoma. Hapa imetumia neno zawadi.
imetumia neno zawadi, lakini sehemu nyingine inatumia neno kipawa. Kwa Biblia ya Kiingereza inatumia neno kipawa au karama. Sasa hapa baada ya kuweka zawadi weka karama. Karama ya mtu humpatia nafasi, kumleta mbele ya watu wakuu. Karama ya mtu humpatia nafasi na umleta mbele ya watu wakuu. Njia mojawapo ya kuweza kujua kusudi la Mungu ambalo ameweka ndani yako ni kutambua karama ambazo Mungu amekupatia au vipawa. Nikizungumza karama, inawezekana ninazungumzia zaidi kwenye mambo ya Roho Mtakatifu. Lakini nikizungumzia neno kipawa kinaweza kikawa sio karama. Yaani kwa hiyo usidharau kipawa ambacho Mungu amekupatia. Kwa sababu Mungu anapoweka kusudi ndani ya maisha yako, huwa anaachilia uwezesho. Huwa anaachilia. Yaani ni lazima kuachilie namna ya kukuwezesha. Mfano, Musa wakati anaitwa alisema mimi siwezi kuongea. Mimi nina kigugumizi, siwezi kuongea. Lakini akamwambia, usijali. Wewe utaongea. Kuna mtu ambaye atafanya hiyo kazi. Na mtu ambaye atakusaidia kuongea. Kwa hiyo Mungu anaachilia uwezesho. Yaani hawezi kuachilia kusudi ndani ya mtu, kwa sababu wewe mwenyewe ukiliangalia kusudi kwanza ni kubwa. Huwezi kulifikia kwa akili zako au kwa nguvu zako mwenyewe. Huwezi kulifikia kwa sababu ni kubwa, na pengine linaweza kulikahitaji fedha, uwezesho, au linaweza likahitaji vitu vingi ambavyo kwa sasa ukijiangalia hata wewe mwenyewe unaona kabisa yaani siwezi. Kwa hiyo lazima Mungu aachilie kipawa, aachilie karama ndani yako, ambayo hiyo karama itakuwezesha wewe kuifikia hayo maono ambayo Mungu ameweka ndani yako. Kwa hiyo elimu inakuja kusaidia tu kuweza kuvinoa hivyo vipawa, kuweza kutimiza lile kusudi ambalo Mungu ameweka ndani yetu. Kwa vipawa vinabidi vichochewe, si ndio hivyo? Kuvinoa. Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa 6. Nasema, kwa sababu hiyo na kukumbusha uichochee karama ya Mungu iliyo ndani yako kwa kuwekewa mikono yangu. Kwa hiyo kumbe hata kama una karama, hata kama una kipawa, lazima kichochewe. Namna ya kuchochea ni fanya nini? Kwanza kufanya mazoezi sasa. Mungu amekupa kuwa uimbaji. Hii ndio sehemu ya kwanza kuimba. Yaani huu uwanja huu wa vijana huu uwanja ni mzuri sana ukitambua. Ukiufanya kama vile ndio jukwaa lako la kunoa vipawa ambavyo Mungu ameweka. Inawezekana ndio ukakutana na vita. Sawa? Unaweza kukutana na vita, unaweza kukutana na watu wakakukatisha tamaa. Unaweza kukutana na watu ambao wakakwambia wewe huwezi. Lakini Biblia inasema nini? Waebrania 11 mstari wa kwanza, nimekuambia hilo liwe daraja lako. Basi imani ni kuwa na nini? Na hakika. Yaani wakisema hiki wewe moyoni mwako, wewe unajifunza kujiambia moyo wako kwamba mimi haijalishi wamesema hivi, lakini mimi ninaona hiki.